Kwa majina mimi naitwa Meja Were. Mimi ni officer KDF working with Kenya Space Agency. So Kenya Space Agency is the body in charge of space related matters in Kenya. So we are in charge of promoting, coordinating and regulating of space activities in Kenya. So when you talk of space, tunaongelea kuanzia 100 kilometer kwenda juu. So huko juu tuko na satellites. You've heard of, umesikia kitu inaitwa satellites? Kuna satellites ziko huko juu zinafanya kazi tofauti, zina support communication, hii mawasiliano yetu ya hapa. Kuna zingine zinapiga picha kwa dunia kuonyesha wapi kuna nini. Zingine zinapima hii hali ya hewa tu, the quality of the air and all that. So zingine zinaonyesha position. So mnatumia GPS ya simu. So hizi machines ziko huko juu. So when kabla ziweko huko juu, you normally una make on ground, inawekwa kwa vehicle we call a rocket. Umeshasikia kitu inaitwa rocket? Yeah. Sasa the simplest way of a rocket ni vile risasi iko. Ikipiga kuna kitu inatoka gas na ina accelerate inaenda mbele. So hii angalia hiyo risasi uone kitu kama ya 10 tons. So iki burn fuels. So iko na stage ni kama stairs zimewekwa pamoja hivi. So una burn ya kwanza, ikimaliza inashuka. Unaenda next stage ina burn, inashuka mpaka ufike above 100 km. So normally hizo satellites zinawekwa, kuna the part we call orbits. So the orbits are they begin with, kuna the LEO up to 500 km, kuna zingine medium earth orbit na kuna high earth orbit. So unapata zingine ziko up to 36,000 feet. So rocket ikiinuka hizo vitu zikiban, we call that kitu yote inarudi kwa earth or yenye imekufa huko juu, inaitwa, we call them as junk but it's debris. So debris ikikuja, it is expected by the time inatoka 500 km ifika hapa chini ikuwa imeungua as it travel downward. Lakini in some cases zikiwa at low altitude, you find that some of them can reach the earth surface like this one. So ukiangalia hii mzuri, the way it is, you can just see ni kitu, it's like 3 meter wide. So you can unaona tu, unajua hii ilikuwa ni stage ya rocket, ikibani ikiinuka, ikishabani inaachilia. So hii ilikuwa stage ya rocket. Normally it is expected to fall over an ocean penye hakuna watu, lakini ina imefall wapi? Kwa duni, kwa earth. So what will happen is, tunataka ku identify kwamba ni mzuri notify serikali what imefanyika, because kuna vitu mingi huko sisi hatuwezi jua. Sisi makao yetu iko Nairobi, lakini nyinyi ndio mko na nyinyi ndio Wakenya wenye mnahusika na hii. So kitu kifanyike kama hii ni mzuri, mmechukua hiyo hatua yenye mmefanya. So what we normally do is, tumekuja kuichukua, tutachukua picha, tuchukue evidence na tutafute kitu yenye na identify hii. Uzuri tumepata hako kapart na kako na part number yenye tunaweza tumia kutrace hii ni component ya which vehicle. So the process is, Kenya imesign a number of UN treaties, na one of them is the Outer Space Treaty. Normally, unlike other treaties yenye kuna territory attached to it, this one is international. But once you are a signatory, you are obligated, like you have a responsibility, to notify UN of any non-practice in terms of matters space. So when this debris comes, so tutachukua hiyo part number, tuta notify UN to me debris number fulani imeanguka kwa shamba yetu, na picha za hapa na chochote yenye maharibu, including residents, na expect residents around here, from how far hiyo noise pollution vitu zote tuta note down. Kwa hii part, hizi vitu zote kabla ziende juu, they are normally noted. Unajua part fulani ni ya mtu fulani. So UN ita notify member states which are the whole world. From there, tukipata mwenyewe, tuseme kikuwa Kenya Space Agency itakuwa notified, iambiwe kitu yenu namba fulani imeanguka mahali fulani and these are the damages. So the procedure is, from there now it is state to state.
because kuna hiyo insurance bit yenye hiki tulikuwa insured, lazima ilipe for anything ilifanya nini imekosa. So liability ya hii in case of insurance ni state. Kama ni Kenya, ni kitu ya Kenya imeanguka kwa mtu na imeumiza mtu, ni Kenya kulipa huyo mtu. So vile to identify those parts, so the process will start from there. We will go right to you informally tuambie part fulani imeanguka Kenya na cause this potential damage. Likely tutaleta watu hapa, so msishangae mkiona watu wengine wakikuja, na ikiwa ni ya mtu haone nini atalipa nini hizo vitu zote. We will be compensated for all costs we incur to or any damage that has occurred from here based on what has occurred. Ni sawa? So msishangae mkiona wageni wengi wakikuja hii site, because ni vitu zinafanyika, lakini kitu mzuri ikifanyika mnasema vile mnasema. Na ukweli ni kwamba